tena kwenye mfumo wa FIS Lite, mfumo wa mauzo na manunuzi kutoka kampuni ya Fibonic Limited. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitaonyesha ni namna gani ya kufanya manunuzi kutoka kwa supplier, ambapo step ya kwanza nitatakiwa kuingia kwenye mfumo kwa kuweka jina la mtumiaji na neno la siri. Baada ya kuingia, moja kwa moja nitakuja kwenye miamala, alafu manunuzi. Naweza kuangalia manunuzi ambayo mpaka sasa hivi nimefanya ili nijue naongeza nini. Baada ya hapo nitabonyeza option hii, ongeza ununuzi mpya. Nitatakiwa kuweka tarehe, jina la msambazaji wangu, eneo ambalo ninanunulia au eneo ambalo baada ya kununua mzigo utaenda wapi, duka langu hili. Kama kuna maelezo mengine yoyote nitaweka hapa. Bidhaa gani nataka kuweka nitachagua hapa. Idadi ambazo nanunua ni 100. Bei ni 4,000. Alafu nitabonyeza hapo. Na pia nanunua keki ambazo ni 20 kwa bei ya shilingi 3,000. Baada ya kila kitu kipo sawa, kama nimekosea naweza nikafanya masahisho kutokea hapa. Kama nimekosea nataka kutoa yote, naweza nikabonyeza hapa hii ya kuondoa. Baada ya kila kitu kuwa kimekamilika, nitabonyeza hifadhi ununuzi. Kwa moja kwa moja utaona sales yangu, manunuzi yangu yamekamilika, ambao kwa jina lingine tunasema ni purchases. Ikitokea nataka kuona details za manunuzi ambayo nimefanya, nitabonyeza hapo, itanionyesha kila kitu: msambazaji, eneo, tarehe, maelezo kwa ufupi na bidhaa zote. Na pia kama nataka kusahihisha chochote nitabonyeza option hii. Nitakuwa na uwezo wa kusahihisha chochote, na baada ya hapo nitabonyeza hifadhi. Ikitokea nataka kufuta purchases hii, nita click hivi. Alafu nitabonyeza okay ili kuiruhusu system kuweza kufuta purchases hii. Kwa hiyo ndio jinsi au hatua za kufuata ili kutengeneza manunuzi au kufanya manunuzi kwenye mfumo huu wa FIS Lite. Asanteni.